bono ebinto byabaire buya abagusi Global Radio Nero hybrid station yogorwa asorongo rwagusi ekorigererwa nabo igogotegererwa ense engima bono nabo kubeka okorari kwao amona intwe asamagori arense kigima ebe nemebogani oboremi obotugi esukuru chigari chinyomba chobamenyo nabo koraria amona intwe asamagori arense kigima ayebuna omogusi nabo gosanga amona intwe obeke okorari kwao kwebiasara amona korari konde wensi asensemo yo mutandao goetera abagusi globalradio.com nabukurangiri enamba yaito yesimi goetera enoti isano ibere isano isato iberinye ye moisano sto kianda gose 0753241889 abagusi Global Radio abagusi Global Radio 2021. Nama asante sana, jinsi nilivyokuahidi kikosi cha wana magazetini wako tayari sana. Na ukitazama ule upande mwingine unamuona, wacha niwape muda waweze kujiintroduce, waambie ni kipi ambacho wamewatayarishia asubuhi ya leo. Popote ulipo, hii ni AGR magazeti. Na leo kuna mengi gazeti la The Sun na pamada wanasema kwamba Raila na NASA gamble. Wale principals wengine kidogo wa on defense, tuanguke tuache NASA. NASA najua shida ni kwamba Uhuru ambaye ni rais aliwaambia kwamba atamsupport mmoja wao. Sasa Kalonzo Musyoka wamesema kwamba hawai support Raila. Sijui wanawakia kwamba Uhuru atawasupport. Na najua hapa sana tunaangazia kwamba wajua huyo ni nani anaitwa Wetangula, tuko na Mudavadi, tuko na Kalonzo. Gideon Moi yuko pale. Gideon Moi kwanza, wananasa kwanza. Naam. Kidogo wanaangazia ile design like waache mambo na NASA. Wajua NASA kidogo ni kama muungano na Raila vile vile anataka kuanza coalition nyingine na Jubilee, ODM na Jubilee. Niliona jana katika mtandao ya kijamii pale upande wa Facebook kuna kampuni moja ya Apari ambayo ilikuwa inauliza kwamba ni muungano upi unadhania unaweza kuwa una ushindi mkubwa au usembe mkubwa kabla ya uchaguzi wa 2022. Ni muungano wa Jubilee na Raila ODM, ni muungano wa UDA na wa Kenya Jubilee. Bado tunakuangalia leo kwa kina, kama kawaida ulingo wa siasa ndo umekithiri zaidi kwenye gazeti la kwangu la The Standard. Nita Edwin Mokaya, ingine niangalie ukurasa wa kwanza gazeti hili, kisha niumbishe mwenzangu aweze kuangalia gazeti la kwake, gazeti la Taifa Leo. Anza na hilo gazeti lako. Wanasema hapa, naona mada kuu hapa wanasema kwamba Ruto ahepa na mali ya Uhuru. Sijui kuna women ndio kama Gathoni wa Mchomba angeweza kuhama jana kutoka kwa chama cha Jubilee kwenda kwa Hustler Nation. Na kuna wajumbe wengine wawili ambao walihama jana kwenda kwa mbunge wa Kago Lydia, na kuna wa Gathoni wa Mchomba, huyo ni women rep wa Embo Kiambu. Sasa sijui women rep anaweza kuwa ametikiza aje. Unajua hao kama huyo mwakilishi huyo women rep alikuwa karibu sana na rais. Alikuwa mtu wa karibu wa mkono zaidi. Na sasa unajua jinsi Kiambaa, uchaguzi mdogo wa Kiambaa unavyoenda kufanyika, watakuwa ni resources nzuri zaidi kwa naibu wa rais. Nikumbuke kwamba sehemu hiyo vile vile na sehemu yake Uhuru pale kwake nyumbani, kuna wangapi? Kuna wabunge sasa hivi 9 ambao wametoka Jubilee wameenda kwa Ruto. Kwa hivyo unaona kwamba ni kama Ruto kidogo amehepa na mali na rasilimali ya Uhuru. Naam, ukurasa wa kwanza wa gazeti la kwangu hapa. Ukurasa wa 3 tunaenda kuangazia hiyo taarifa ya Raila na wale vigogo wa NASA kwa pamoja, ikiwa watakuja pamoja na wakimaliza ule muungano ama jinsi umeendelea kufifia kidogo itakuwaje. Hayo ndio tunaenda kuangazia katika ukurasa huo wa 5.
Kurasa wa 6 vile vile kuna huyu anayesema kwamba ni Electoral Agency ambaye amesema kwamba kidogo hakutakuwa na constituencies ama mabunge mapya tena, hakutakuwa na maeneo bunge mapya kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022. Vile vile Safari Rally imeanza leo hii na mingi ameshazungumzwa sana kuhusiana na Safari Rally. Walikuwa nasema pengine ukiona mpenzi wako hayuko pale akikwambia leo nilienda na mamangu mahali jo wana Subaru wamemkujia, kwa hivyo tulia, cheza chini. Kurasa 4 hapa na tunaangazia trouble in Uhuru's Paradise. Ni kama hayo tu. Unaona pale kuna jumba la Uhuru limetikiswa baada ya watu wake wa karibu watatu vile vile kutokomea na kuishia nyumbani kwake naibu wa rais William Ruto, na vile vile watakuwa ni resource nzuri zaidi ya UDA. Naam. Vile vile ni hayo tu kwenye ukurasa huu wa kwanza. Tuangazie ukurasa wa kwanza gazeti la Taifa Leo. Unajua kwamba siasa ya Kenya ina shida tu. Siasa ya Kenya si ya Kenya tu, siasa ya kokote pale. Lakini Kenya ni kama wanazidisha kwa sababu anaweza deflect leo kuja Jubilee tena usikie siku 2-3 hayupo pale. Ukurasa wa kwanza katika gazeti hili la Taifa Leo anasema kwamba Kibwana atetea Raila dhidi ya Kalonzo kuhusu mwafaka wa 2017. Najua kuna ule mkataba ambao walikuwa wamesaina Kalonzo na muungano wote wa NASA. So wanasema kwamba Raila huwa anaukiuka. Wanasema kwamba Kibwana aliweza kuwatetea, wanamzungumzia katika ukurasa wa pili ni Gathoni wa Mshomba na wanasiasa wengine wawili wa mrengo wa Jubilee ambao ama wa mlengo wa Tanga wahamia mlengo wa Tanga ama Hustler Nation, au ndio wamezungumziwa katika ukurasa huu wa pili. Katika ukurasa wa pili pia wanasema kwamba ODM yafungia nje wanasiasa ambao wasiokuwa na degree mwaka wa 2022. Swala hilo la kuwa na degree ndiposa uweze kugombea kiti chochote cha kisiasa limekuwa swala ambalo ni sugu, Wakenya wamekuwa wakilizungumzia. Wanasema kwamba ODM ama chama cha ODM kimewafungia nje wale wanasiasa ambao hawana degree. Huo ni ukurasa wa pili, tutaangazia hayo. Na katika ukurasa huu wa pili wanasema kwamba walimu wakataa agizo la NEC kuhusu idadi ya watainiwa katika kituo. Ukurasa wa 15 hadi 16 ni spoti, shindano la insha. Ukurasa wa 7 wakisema kwamba Safari Rally yarejea baada ya miaka 19. Hayo ni baadhi ya yale ambayo tutaangazia katika gazeti hili la Taifa Leo. Moja kwa moja ukurasa wa pili gazeti hili la The Standard. Sijui Masi naona kwamba unajua kabla mjaanza kuangazia magazeti kwa ukamilifu, nimeona mkiteta hapa ati wa Mshomba amehama, fulani amehama, wameingia UDA. Sijui labda wale ni malls wameingia pale, wametumwa pale waangalie maneno yanavyoenda. Unajua kwenye siasa hasa kama hizi sasa kuna naibu wa rais, unajua sasa hivi kutuma malls pale wakati kama huo ni critical sana. Najua kuna uwezekano kwamba wametumwa pale ili kuweza kupeleleza na kuona kwamba ni yapi yale ambayo yanaendelea katika jukwaa lile la Hustler Nation. Najua kwanza kama huyu mwanamke huyu wa Mshomba alikuwa karibu sana. Na unajua ukiangalia hakuna jambo ambalo limemtoa pale. Hawajakwarusana na mwanasiasa yoyote pale. Amejitoa tu mwenyewe. Sasa wewe alizungumza. Alisema kwamba kutoka chama cha Jubilee kwenda UDA alishauriana na watu wa kwake. Akaona kwamba ground imebadilika kidogo. Watu wanataja sana UDA, akasema basi kama watu wanataja sana UDA pia mimi acha nende UDA ili nikuwe relevant in this politics. Yep. Hivyo ngoje. Basi unajua sasa hivi ni takriban miezi mingapi? Mwaka mmoja tu tuseme kwa uchaguzi mkuu. Kwa hivyo kidogo kutuma Mola angetuma mapema ili aweze kuangalia mambo jinsi yalivyo, waweze kuua UDA. Lakini sasa unajua unaona kwamba UDA imesha develop. Sasa hii inaenda mbali. Unajua wanasema desperate times call for desperate measures. Huwezi jua kwamba labda wanaona huu upande mwingine wa UDA wana moto sana. Kwa hivyo njia ya moja, kwa sababu huwezi niambia hao watu wote ambao wamekuwa kisupport Jubilee na nguvu zao zote atatoka tu siku moja amwe mimi nimeingia UDA. Lakini ndio maana wanasema in politics there's no permanent enemies. Leo utakuwa hapa, kesho utakuwa kule.
Labda mkumbuke kwamba hata Hazla Nation wako na advisors wa kwao. Yeah. Wanajua kwamba wageni wamekuja, tuwakadirie kwanza, tuangazie, tuona kwamba are they loyal to the team. Yeah. Tuona. Hivyo wataweka mahali fulani. Mwanzo kigezo cha kwanza ni cha Kiambaa by elections. Waangalie how they will deliver. You see, ukiona mtu ana deliver vizuri zaidi basi. Najua ni same thing alikuwa anasema kwamba kidogo Moses Kuria yule ni mall tu, unaona? Ile wa pipi. Watu walikuwa wanasema hizi maliza miezi miwili pale Hazla Nation, lakini sasa hivi unaona ashamaliza muda na bado anazidi, unaona? Kwa hivyo siasa ni siasa tu. Na vile kuna watu walikuwa wanasema pengine ule mlengo ama muungano ama ile ndoa kati ya Uhuru Muigai Kenyatta pamoja na kinara ODM Raila Odinga pengine hautakuwa hautamalizia pema, lakini kidogo naangalia ndio hiyo muungano unaendelea kutengenezwa kujikoni. Kwa hivyo siasa ni siasa tu, unaona. Kwa hivyo ukurasa wa pili moja kwa moja, mpenzi mtazamaji, kama kawaida ni historia tunaenda kuangazia, na hapa tunaangalia ile miaka ya 1900s. Kuna wakati kulikuwa na mpango kabambe wa kuleta Wayahudi ama Jews in Kenya to colonize Kenya, na ilifanyika pale kidogo niwachukue kitambo kidogo, wakati Kenya kidogo ilikuwa ni kama colony ya Uganda. Ni wakati wa dictator Idi Amin. Yeye alikuwa anasema kwamba yeye atakonga Kenya iwe kama what may. Ilikuwa mwaka wa 1976. Hapo ndo alikuwa anasema hayo. 1976. Naam, alikuwa anasema atakonga, konga Kenya. Naam, naam. Lakini pia ikumbuke kwamba before all those kuna wakati hata wakoloni the British walikuwa wanapatia Uganda ule uhuru wa kuongoza Kenya, kwamba ndio walikuwa wanatawala, ndio walikuwa wanachukua ushuru, wana collect tax, ndio walikuwa wanaweka masharti ya ku collect tax. Kwa hivyo kidogo walikuwa wanaona kwamba Uganda ni kama Kenya ilikuwa ni kama kiprovince cha Uganda. Kwa hivyo kidogo hayo yalifanyika, kisha kulikuwa na umoja pale, ilikuwa mwaka wa 1903. Ambapo ni wakati Kenya na Uganda bado walikuwa wanaziona kama Kenya ilikuwa chini ya Uganda. Hapo ndo tunaona kwamba kulikuwa na pale Jews, kuna mtu alikuwa anaitwa Zionist Movement ama kikosi cha Zionist Movement, kilikuwa kikiongozwa naye nani? Kilikuwa kikiongozwa na Theodore Haz, ambao waliambiwa kwamba kidogo endeni Kenya. Na the term ilitumika enda Uganda, lakini kweli ilikuwa Kenya, manake sasa hivi hapo panaitwa Wazinigishu, lakini bado ilikuwa inajulikana kama Uganda. So ilikuwa wakuje kucolonize Kenya, lakini kwamba kidogo huyo Zionist leader hakukubali. Lakini baadaye alikuja akakubali kwenda kwa Wayahudi, wenyewe wakakataa, wakasema wao wanaelekea Middle East, pale Palestine. Kwa hivyo ndo hayo kidogo tu, kama hawangekataa pengine kidogo tu tungekuwa koloni ya Israel, not Uganda. Israel. Sijui ingekuwaje kama hawa Jews wangekuja hapa nchini Kenya. Na tu kwenye ukurasa wa pili unaweza pata gazeti la kwako ili uweze kujisomea. Gazeti la The Standard ukurasa wa 3 hapa ndo sasa tunaangazia wale watu wa Subaru, tulikuwa tukiangalia mtandaoni. Ndio mtandaoni kwa kuzungumzia. Bado mimi sijaelewa, nasikia tu Subaru. Sielewi kipi ambacho kinaendelea. Lakini sawa tu. Ushaongea na mpenzi wako leo hii? Bado. Utaongea na yeye ikiwa atakwambia yupo safarini weekend hii na mamake na babake. Naona pale Masera biangalia sana. Yeye yupo pale Naivasha. Yuko pale Naivasha. Nimeona mingi zaidi zikitembea by the way mtandaoni. Niona kama kuna nyingine ilinifresha zaidi. Mtu anamuuliza mpenziwe, "Hey babe, uko wapi leo?" Anambia, ni kama hii weekend, ni kama nitatembea, ninaenda safari na mom, kwa hivyo tutaonana baadaye." Jamani block mbio, manake sasa mambo ndo haya. Wale ambao watakuwa na shindana ama wale washiriki wakuu katika mchezo huu wa safari rally, wataanza mwendo wa saa 6 kamili kutoka pale KICC. Wataendesha yale magari yao Nairobi pale. Hivi leo I guess barabara ya Nairobi Mombasa itakuwa imefungwa ili kupeana muda mzuri kwa mbio hizo. Sasa hivyo leo kama wewe bado ni fan wa kuangalia
Na mnaona hapo wanaangazia jinsi watu kutoka yale maeneo ya Naivasha wamejiitayarisha kweli kweli, wenye vyumba, mahotelia, mikahawa mikubwa, kwamba kubook na ni kama room zote ziko book, kwa maana wanasema kwamba pia kubook ni 12,000, na vile vile wanadhamiria kwamba kuna watalii wataingia pale zaidi ya 30,000 wa ndani hapa nchini Kenya, vile vile nje ya nchi wataingia pale ili kuhakikisha na kuangalia kujifurahisha hafla hiyo. Naamini kwamba watazingatia yale maagizo ya msambao wa COVID-19. Pengine unajua COVID-19 tukiangazia kwa mapana marefu kidogo, tunaona kwamba nikiangazia ile Madaraka Day, ingawaje watu wengi waliweza kulalama sana ile iliyofanyika pale Kisumu. Unajua baada ya mkutano ule ama ile hafla ndio tunaona kwamba pengine tunaita watu wengi wameshapata virusi vile vya COVID-19. Kuna variant mpya sasa ambayo wamesema kwamba ni hatari zaidi. Hiyo variant imekuwa ikiua watu pale India, na wamesema kwamba imezambaa kwa nchi kama 10. Wanasema hiyo variant inaitwa kama Delta Plus. Hiyo ni hatari zaidi. Hiyo ikifika huko mjini si watu Leo nilikuwa napita hapa Kisii, sijui kama wewe umegundua kwamba watu wengi leo wameshikwa kama hujavalia barakoa. Niliponea leo, niliponea kwa sababu wewe ni ile kwenye you are preaching what? Unajua nilikuwa nimetokea kwa nyumba, unajua kwangu pale kwa barabara pale. Huwezi kumetoka kwa nyumba kama umevaa barakoa. Mimi kutoka pale. Tuseme tu wewe ni ule unayehubiri maji ukichukua wine. Huwa nazingatia yale masharti. Lakini leo tu niliponea kwa sababu nilitoka tu nikaona wamesimama pale wanaendelea kukusanya watu, kwa sababu ilikuwa asubuhi sana, ilikuwa saa 12 asubuhi. Hiyo masaa ni asubuhi sana, hata kuna baridi, unafaa at least upumue wasafi. Najua kuna sasa unakimbia watu wanaharakisha kukimbia pale, na kumbuka kwamba nili pale tu daraja. Sasa niliponea. Usiseme kupumua hewa. Waweza pumua hewa kisha unapumua hewa safi, kumbe si safi, ni na COVID-19. Sijui Masi, wewe kivyako wewe ulionaje leo mjini Kisii ukija kazini pengine? Niliamka mapema sana, kwa hivyo sikupatana na wale askari. Labda walikuja baadaye. Lakini unajua usiku wote umepumua hewa. Ulikuwa unapumua ama huko unapumua? Haukuwa na barakoa. Sasa asubuhi. Ile ilikuwa kwa nyumba. Haukuamka asubuhi ukatoka nje? Niliamka. Ni unatumia tu muda mchache kuvaa ile barakoa ufike kazini. Lakini Masi, ajabu ni kwamba walikuwa askari kama 10 hivi, walikuwa kwa roli kubwa. Lakini niliona wengi wao wamevaa barakoa. Wao wenyewe niliwaona tu. Na uhakika. Wamevaa hapo. Unajua kuna wamefunika ndevu. Unajua kuna tofauti ya baba kidevu na kuvaa tu. Lakini hao walikuwa wanawashika. Nakumbuka wiki iliyopita baada ya ile curfew kuwekwa, kesho yake ilikuwa siku ya Jumamosi. Nasikia kwamba askari polisi walikuwa unashikwa lakini huambiwi ama upelekwi seli. Unashikwa alafu unapelekwa mahali maski zinauzwa. Yule ambaye anauzwa anaambiwa patia huyu maski moja ya 100. Kwa hivyo maski zilikuwa zinauzwa moja ni shilingi 10 lakini 100, na mtu anasema ni afadhali alipe 100 kuliko kwenda kulala seli. Nakumbuka kisa kimoja Edwin, hizi nilikupigia simu. Nimekupigia simu. Kuna siku nilikuwa nimetoka hapa kazini, nikielekea pale kwangu pale Nyanchwa. Nilikuwa nimefika kwa kituo cha polisi pale Nyanchwa, na kwa bahati mbaya ilikuwa saa 2 usiku, sikuwa nimevaa barakoa. Sasa nikakutana na wale maaskari, nikamwambia yenyewe sina barakoa. Sikuwa nimevaa yenyewe, nilikuwa nimeisahau hapa ofisi na ilikuwa usiku. Sikuwa natarajia kama nitakutana nao. Sasa waliniambia tu kitu kimoja. Kuna barakoa hapa ya 500. Kuna barakoa wako nao ya 500 ama wakushike. Utasemaje? Walikuwa wanauza barakoa yenyewe, walikuwa na barakoa wanauza. Walikuwa wanauza moja 500. Ana barakoa shilingi 10. Ni 10 tu. Alikuwa anauza moja 500. Hamna jinsi manake wewe mwenyewe ushakubali makosa, hujavalia barakoa, ni kinyume cha masharti, unaona. Niliwaambia kwamba ndio mmenikulia basi ni sawa. Ni sawa tu, nipe tu barakoa ya 500. Sikuwa na nyingine. Na nikuulize, wewe mwenyewe ungevaa tu barakoa yako ya shilingi 10, ungepoteza hiyo 500 yako. Unajua ilikuwa muda, ilikuwa saa 2 ya usiku hivi. Usitoe excuse manake. Singetoa. Ni haya, twende moja kwa moja ukurasa wa pili gazeti la Taifa Leo. Mtazamaji, nakukumbusha kwamba ukimbie pale upande wa YouTube kama uko pale, like, subscribe to our YouTube channel ili uweze kujifahamisha. Katika ukurasa huu
wa pili katika gazeti la Taifa Leo wanasema kwamba Ruto avamia zizi la Uhuru. Hii ni baada ya wabunge wawili ikiwemo mwakilishi wadi wa anajulikana kama Gathoni wa Mshomba kuhamia mlengo wa Hustler Nation. Wanasema kwamba Ruto ameanza kuingia pale mlimani kuweza kuwanyaka ama kuwazaka wale ambao ni wandani wa Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Ikumbuke kuna wale viongozi ambao wanajua hivi majuzi muungano wa ama Hustler Nation wandani wa naibu rais wamejitokeza kusema kwamba ifikapo mwendo mwaka ujao viongozi wengi watadeflect kwenda kwa Hustler Nation. Sasa wanafanya kazi wanaegemea upande wa Jubilee kwa sababu wapo serikalini. Lakini wakifika mwaka ujao watadeflect sasa hivyo ni kama washaanza. Lakini vile vile kwa upande wangu naona kama wave inaanza kubadilika. Ukiangazia chama cha ODM kilikuwa na mvuto zaidi miaka imepita, hizi vipindi viwili vilivyopita. Hakukuwa na chama ambacho kingine unaweza deflect uende pale. Sasa kuna UDA. I guess UDA imekuwa ni baadhi ya vyama vitatu. Unajua kuna Jubilee, ODM na UDA. Sasa hizi vingine tu ni wale tu. Na unajua pengine nikiangazia UDA, unajua ni chama ambacho kimeanzishwa juzi tu, lakini kimeweza kuchukua popularity sana. Najua kimechukua popularity kwa sababu ni cha naibu rais. Na naibu rais ni mtu ambaye ana usemi mkubwa, na ni mtu ambaye ana ufuasi mkubwa, na ni mtu ambaye ana hela. Chama ni hela. Watu wako na hela vile. Chama ni hela. Yaani chama ni hela tu. Chama ni hela. Ukiwa na hela tu chama chako kinakuwa chama kizuri. Na kuna jambo sijawahi elewa. Kuna wakati walikuwa wanasema kwamba ODM niseme tu ni duru za kuaminika, sina uhakika vile vile. Walikuwa wanasema lazima kama wewe ni mbunge wa ODM. Naam, nakumbuka nani yule, kuna mtu alisijini Aisha Juma alikuwa anasema kwamba ikiwa wewe ni umechaguliwa kutoka tikiti ya ODM, lazima kuna hela unatoa kiwango fulani, asilimia fulani ya hela zako. Acha kusema ODM. Hivi majuzi wakati wabunge walianza wa Jubilee walitoka Jubilee wakaingia UDA. Walikuwa wanatozwa shilingi 1,100 kila mwezi zinaingia katika chama cha Jubilee. Hiyo ni kawaida kwa chama chochote kile. Kama umechaguliwa kwa chama, kuna ada ambao wameweka kama chama ambacho kama mshahara wako inakatwa, hata haulipi inakatwa pale, inaingia pale. Kumbuka kwamba baadhi ya wajumbe ambao ni wa UDA ambao walitoka Jubilee wakaja UDA wanasema kwamba sasa watakuwa wanatozwa shilingi 50,000 zinaingia katika UDA. Sasa hivyo hiyo ni ada ambayo kila chama kina malizia gazeti la kwako. Wanasema kwamba ODM kuzuia wasiokuwa na degree. Unajua hilo jambo limekuwa likizua mjadala baina ya Wakenya kwamba kama unabania ama kama unataka kuwania kitu chochote kile cha serikali lazima uwe na degree. Sasa wanasema kwamba chama cha ODM kimeanza kufuata hayo maagizo. Kumbuka kwamba tume huru na uchaguzi IEBC ilisema kwamba bado imeshikilia huo uamuzi kwamba lazima kila yule ambaye anabania kuwania kitu chochote kile lazima awe na degree kuanzia udiwani hadi urais. Na katika ukurasa huu watatu wanasema kwamba vinara wa NASA wakanganya wafuasi wao. Kumbuka kwamba kuna ule mkataba ambao walisign before uchaguzi wa 2017. Sasa kuna sijui walikuwa wamesign vipi kwa sababu kila mmoja anasema anataka kuwania urais. Sasa sijui ni walikuwa wamesign aje. Ni yupi ile ambao walikuwa wameagana kwamba awanie urais kama 2022. Kwa sababu kila mmoja yuko debeni na kinara wa chama cha ANC yupo pale. Mwenye atasema tu ni Wetangula. Lakini kuna gazeti nilisoma hapa, mtu alikuwa anasema kwamba sijui ilikuwa wiki jana, anasema kwamba after all horses ni wawili tu, farasi ni wawili tu. Unajua anashindwa. Kuna huyu unajua kuna huyu ambaye ni mwalimu Dida. Sijui yule ambona anatumia milioni 1 kusajili. Unajua lazima utumie milioni 1 kujisajili ndio ulize urais. Kama pesa huwa zinauma. Najua ni jambo tu wanasema kwamba kama ile mgombea ambaye unaona ni kama yani usiwezi, hata wewe mwenyewe unaona siwezi kuwa rais. Yani siwezi faulu. Ni kujiamini. Wanasema kwamba ikiwa una dhamira mwenyewe
na uko na goal nataka kuachieve, just go for it. Ama unataka tu ile jina kwamba umeai siku moja umeigombea urais. Si jina tu. Wanasema kwamba wakati ulienda shuleni kama wewe mwenyewe, huko unajua baadaye utapata kazi ya wanahabari, sio? Lakini sasa hivi ni mwanahabari. Ulikuwa na lile lengo. Vile vile Dida ana lile lengo kwamba nitakuwa rais siku moja. Kwa hivyo ni kujaribu. Unajua anafaa ngoja basi. Huwezi ngoja tu, ni kujaribu. Basi sijui kuna wagombea wengine ambao wanakuzanga urais. Mbona unashindwa mbona wana kiwest kwa sababu milioni moja ndio milioni hata ununue shamba pale. Nafikiria jinsi ambavyo unafikiria you are poor. You are poor. That's why you're thinking that way. Yule ni mtu ameona pesa, kwa hivyo milioni moja ni kama shilingi 10 kwake. Na vile vile nafikiri ni vile mwana ukamesema ni kutaka kuingia katika historia kwamba aligombea kiti mwaka fulani hivyo. Lakini pia kuna kule kujiamini kwamba kuna supporters kwamba anaweza akashinda hata kama anajua vizuri kwamba hawezi. Naam. Hivyo walikujiamini tu. Ni kujiamini, lakini sana sana wale ni watu wameona pesa kama kawaida tu. Najua wanasema kwamba hawa vinara wa ODM wa NASA, wa NASA wanasema kwamba hawajui, wamekanganya wafuasi wao kwamba hawajui ni nani. Mmoja anasema kwamba ni mimi, ule mkataba ambao wanauzungumzia. Walikuwa wakizungumza kwamba Raila amekuwa akikiuka mkataba ambao walikubaliana. Sasa wao wote walikubaliana wasimame waulizie rais 2022 kwa sababu kila mmoja anasema kwamba yupo debeni. Sasa ni nani ambaye walikuwa wameelewana pale awali? Hayo yamezungumziwa katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Taifa Leo. Mimi naongojea ile Kenya wakati Wetangula atasimama urais, Mudavadi asimame urais, Kalonzo Musyoka asimame urais, kila mtu ajisimamie. Hii miungano niseme iishe tu, kila mtu ajisimamie. Sasa hiyo ndio tuende debeni. Kama wewe ni mpenzi wa Raila umpigie kura ikiwa atawania kiti cha urais. Naam, kila mtu, hakuna mambo na muungano nini, kila mtu ajisimamie tu. Naona kwamba hiyo siku haitafika kwa sababu Mudavadi akisimama anawania kiti cha urais, Wetangula asimame. Kura za eneo la magharibi mwa Kenya zimegawanyika na hicho ni kitu ambacho hawataki. Kwa hivyo lazima waungane, wa support ama wape mkono mtu mmoja. Lakini ikiwa kwamba Raila akisimama, Orengo atasimama, sasa kule kugawanya kura ndio hawataki. Wanataka yule ambaye atashinda ashinde na 50+1%. Unajua mimi mwenyewe naona hivi, ikiwa Wetangula atasimama, kuna watu wako watampa kura sababu ni mtu wako hata kama yeye hana uwezo wa kuongoza. Ni kama leader tunasema kuna sio anaanza kura. Naam. Vile vile Mudavadi wako pale hivyo sio? Tuseme kwa mfano useme Fred Matiang'i pia atauliza, wewe Mkisii utampa kura hata kama wewe unaona kwamba sera zake hazikufaidi ama hazitaleta yoyote. Nakubaliana nawe. Ila kwa wanasiasa wanaitazama hivi. Watu wawili, Mudavadi tuseme kwa mfano na Wetangula wanatafuta kura kutoka eneo moja. Kuna uwezekano mtu mwingine ashinde iwapo hawataungana. Unaona? Kwa hivyo wakigawanya watu wapigie kura na si 100%, 30-30. Kuna yule ambaye ametokea eneo la Luo Nyanza tuseme, watu wote 100% wamemunga mkono. Kwa hivyo wanaangalia ule wingi wa kura. Wakisupport mtu mmoja, zile kura anaweza pata nyingi kuliko wote wawili wagawanya. Ndio nasema hujanielewa mas. Unajua hii miungano tuseme unaingiza tuseme Fred Matiang'i, unajua community wa Kisii umeishika, maana yake watapigia mtu wako play zako, unaona. Lakini sio wote. Ndio nasema. Sasa ingekuwa vizuri ikiwa kila mtu atajisimamia. Kama Mkisii atasimama, ule Mluya atasimama. Kuna wale watampigia kura sababu ni watu wagapi? Watampigia kura sababu ni mtu wa kwao. Na kuna yule bado atapigiwa kura kutoka jamii nyingine baadaye, kwa maana kuna yule ana believe in his leadership, unaona. Kwa hivyo yule atapata kura nyingi zaidi kutoka hata makabila mengine, basi yeye ndiye kiongozi. Basi ikiwa hivyo Kenya tutaelekea. Naam, kabisa. Kwa sababu gani? IBC nasema kwamba kuwa mshindi lazima upate 50+1. Hizo kura wakigawanya hivyo hakuna mtu atapata 50+1. Sasa ikiwa hivyo maendeleo unajua yatafanyika. Kama sasa unaona kama wewe si mtu ambaye ni mwandani wa rais, jamii yako inaweza kaa tu pale kafu kwa sababu utaipata maendeleo. Umeona kama Raila angeingia pale serikalini,
Nyanza tungepata. ile miradi ingefanyika pale. Ingefanyika hata kidogo. Uliona Ukambani pale. Na nikuulize tu nikukatize. Ile miradi ilifanyika Nyanza ama ilifanyika Luo Nyanza? Ilifanyika Nyanza. Unajua sasa hizi Nyanza kwanza Kisii County ukiangalia kuna mambo mengi sana ambayo yamefanyika huko. Yapi? Ukiangalia Kisii Stadium kitu ya kwanza. Achana mambo ya Kisii Stadium. Unajua nitakueleza. Achana mambo na Kisii au nita explain bena. Okay, watu walikuwa wanasema kwamba pengine kutokana na ile influence ya waziri wa masuala ya ndani Fred Matiang'i ndio maana hayo yote yakafanyika. Na vile vile wakasema kwamba ikiwa kama Mashujaa Day ilifanyika hapa Kisii, pengine itafanyika tuseme Machakos. Yale alifanyika hapa Kisii atafanyika pale Machakos. Unaona? Kwa hivyo haikuwa ni favor yote maybe kutokana na Raila. Lakini kuna ile miradi haswa ambayo ilifanyika pale Luo Nyanza. Ilifanyika Kisii, kuna project nyingine? Hamna. Sio. Kwa hivyo wanasema sasa hizi projects zilikuwa benefit the entire Nyanza ama zilikuwa zifanyike pale Luo Nyanza? Unajua sikifanyika sasa, unajua kama kuna project ya boat ambayo ilifanyika pale ziwani pale. Sasa Kisii hatuna kitu kama hicho. Kama walikuwa wamebania kwamba watazindua mradi pale wa meli. Sasa unajua sisi hatuna meli. Good. Na hii ni Nyanza. Si lazima wafanye. Ninakutatiza. Wajua pale kuna ni uvuvi wanafanya pale, si ndio? Hapa Kisii kuna yale tunayafanya sisi kama wa Kisii ambayo yanatulisha ukulima, avocado zipo kwa wingi, tuko na ndizi. Mbona hangeanzisha mradi wote pengine wa ndizi ama ndio hiyo ili tu benefit wote. Kuna maji yaliyoanzishwa pale Siaya. Kulikuwa na mradi wa maji. Naam. Kisii sisi hatuhitaji maji ama maji hapa yananyesha tu ni bathroom ya Mungu. Ukianza kusema kama jambo linafanyika pale game, lifanyike na Kisii. Na mtu wa West Pokot aseme pale kufanyike pale, na mwingine Mombasa aseme kufanyike pale. Sasa si ndio nilikuwa nakuuliza sasa, ile miradi, ile development wanasema imekuja Nyanza. Ni Nyanza entire Nyanza ama Luo Nyanza specifically? Ni entire Nyanza. Sisi tumefaidi. Acha ni wakatishe kidogo. Naam. Unajua wale viongozi wa eneo ambalo miradi imefanyika ndio walisema kwamba watu wa hapa wanahitaji hiki. Kwa hivyo watu wa Kisii wale viongozi wa Kisii wangesema tunahitaji factory kubwa, kampuni kubwa ya ndizi ndipo ijengwe, lakini kama hawajasema sasa rais hawezi kuwa unajua kama hujaomba uwezi pia. Naona mnatetea sana lakini hawajaomba kwa sababu wale watu wa Luo Nyanza Raila alienda akasema kwamba tunahitaji hiki na hiki na hiki. Viongozi wa Kisii wale ambao wanajitakia tu wenyewe. Ndio wale wengine kina Silvano Sosoro, akina wabunge wengine wanajitakia tu wenyewe. Wana bunge ni kuenda kuongea mambo na mrengo. Nakumbuka Silvano Sosoro. Unajua sikia umemtaja lazima. Unajua wale wanazingatia mambo na mirengo. Hawafikirii mambo na wananchi. Silvano Sosoro wewe ni wa NASA kaa pale. Sisi ni wa Azil Nation kaa. Sasa wao shida yao tu ni kuangazia tu mirengo. Hawana mambo ambayo umemtaja Silvano Sosoro. Silvano Sosoro amekuwa mstari wa mbele zaidi kupigania miradi anuai hapa Kisii. Kuna ile ambayo ilianza ikasimama. Kuna ile ilianzishwa na serikali ya kaunti ya Kisii ikasimama. Pengine ni mengi. Sijui unasema anajitafutia vipi pengine. Sijasema anajitafutia. Mimi nasema wao tu wanafikiria mambo na mirengo. Yaani hawapiganii mwananchi wa kawaida. Wanafikiria tu mirengo. Sasa kama Onyonka ako Jubilee ama ODM sasa waendane. Na tujue hivi, unajua kama tuseme ni mbunge akuna mahali pake pa kufanya kazi. Unaona? Mbunge kuna ile kazi ambayo anatakiwa afanye kama mbunge. Hawezi zidisha pale aende kuongea na rais awaambie pale Kisii County tunataka mradi fulani na fulani. Unajua wabunge wa Kisii waje pamoja wote waseme kwamba tunataka hiki na hiki. Kitakosa kufanyika? Akiezi. Hakuna akiezi. Ningependa naona muda unayoyoma. Ningependa tuendelee lakini kumbuka kwamba Silvano Sosoro si mbunge hapa Kisii, ni mbunge kule Nairobi. Kwa hivyo yale maslahi ambayo yanatetea ni ya watu wa Nairobi kwanza ndipo akuje Kisii. Silvano Sosoro ni wa Kisii. Ni mbunge wapi? Ni Mkisii, ni mbunge, ni Simba Harati nilikuwa nasema. Kunradhi. Haya, asante sana. Tuendelee kwa sababu naona muda pia unatupa kisogo. Ulikuwa umeangazia ukurasa wako. Naam, acha niangalie ukurasa wa 4 hapa na 5. Naona Arafa hapa kuna shabiki anatumia ananiuliza mwana unka wewe wendi pale Naivasha. Hapa naangazia
Wanjiku as 3 of his supporters shift to Ruto camp. Geza ndo tumeangazia tukiona kwamba kuna huyu wa Kiambu Women Rep Gathoni wa Mchomba ambaye alikuwa ni rafiki wa karibu wa zaidi wa Uhuru Kenyatta, aliweza kutokomea na kuishia kwenye kambi ya naibu wa rais. Vile vile kuna nani yule, kuna ule David Gikaria wa Nakuru Town East, kuna Samuel Gachobe ambaye ni wa Subukia, ambao wote walienda pale kwa Ruto. Wote walisema kwamba pengine wameona kwamba ground ina change na wave inaendelea kuchange, kwa hivyo wakaona ni vyema zaidi waweze kuungana na penye watu ambao roho za watu zipo. Na hawa wamefika watu 9 kwa wale 13 kutokana na Uhuru's backyard, ambao the 9 ambao wamejoin Ruto nitawasoma. Kuna yule anaitwa Gabriel Kago wa Kithunguri, kuna Kimani Chungwa wa Kikuyu, kuna Moses Kuria wa Katundu South, kuna Githua wa Mkuru wa Mshuru Kabete, kuna ule Wanjiku Kibe wa Katundu South, kuna Patrick Mururi wa Thika, John Amburu wa Lari, George Koimburu wa Juja na Nganga Kingara wa Ruiru. Hao ni baadhi ya wajumbe ambao wameingia UDA na kungoka pale Jubilee, na wengine vile vile kuteuliwa na wanatoka katika backyard ya pale ya Uhuru Muigai Kenyatta. Vile vile tuna hapa kuna ule mvulana, niseme ni the son of Raila Odinga, ambaye anaitwa Raila Odinga Jr, ambaye ameweza kutoa onyo kali kwa the Office of Register of Political Parties ORPP, ambayo anaongozwa naye Nderitu, akisema kwamba kidogo aliweza kusajiliwa na chama cha ANC. Amesema atolewe, amekuwa kishirikishwa na chama cha ODM Raila Odinga Jr, mtoto wa Raila. Na akasema kwamba aweze kutolewa pale. Amesema yeye ni lifetime member of ODM party and wants to be enlisted as such. Naam. Nakumbuka swala hili lilikuwa limezoa mijadala sana kwenye mitandaoni, wakati watu walisema kwamba ilionekana kwamba yeye ni follower wa ANC, ikazua mijadala. Inakuaje swala hilo? Kwa sababu kuna yule msajili wa vyama mwanamke juu anaitwaje, Nderitu alikuwa anasema kwamba yeye hafai kulaumiwa, na hilo ni jambo ambalo linafaa kuangaziwa kwa undani. Anasema kwamba wafanye haraka ili kabla ya uchaguzi ujao waweze kuangazia kwamba jambo hilo linaweza kushughulikiwa. Kumbuka kwamba IEBC imesema kwamba haina fedha za kutosha za kuandaa uchaguzi mwaka ujao. Na amesema kwamba hawajajiandaa bado. Sijui wanabania tena kusogesha mbele uchaguzi. Ndio hayo nimeona hapa, pia nitaenda kuiangazia IEBC. Wanasema kwamba kidogo hata uchaguzi hizi ama constituencies mpya ambazo zitatengenezwa haziwezi tengenezwa manake hamna hela. Niliangalia gazeti la People's Daily, walikuwa wamesema kwamba IEBC imesema kwamba haina fedha na haijajiandaa kamilifu ili kuweza kuendesha uchaguzi ujao. Naam, ukurasa wa 5 hapa ndo tunaangalia the big four are not ready to ditch trouble NASA marriage yet. Hawa ni wale vigogo wa NASA pamoja na Kalonzo Musyoka wa Wiper Party, kuna Musalia Mudavadi wa ANC Party pamoja yule wa Ford Kenya Party ambaye ni Moses Wetangula. Kidogo tunaona kwamba NASA, mlengo wa NASA ni kama umefifia, hauna nguvu tena. Na lakini sasa vigogo hawa watatu hawawezi sema tumetoka NASA, manake kuna yale mazuri watayakosa. Haya ni pamoja na kuna vile vyeti ama kuna zile nyadhifa mbalimbali wameshikilia pale bungeni. Kwa hivyo ikiwa watatoka pale, inamaanisha kwamba kuna mengi watapoteza, kama the leadership kwa committees, the minority, hayo yote watayapoteza. Vile vile chama cha ODM sasa hivi tunaona kwamba kuna muungano kinadhamiria kutengeneza pamoja na Jubilee. Lakini wanasema kwamba kidogo hawawezi sasa hivi, manake the coalition party the coalition rules haziwezi kuallow. Ikiwa watafanya hivyo, it means watajoin the majority side, na hivyo watapoteza they lose the National Assembly minority leader, minority whip and the Senate minority leader posts. Kwa hivyo na hawawezi fanya hivyo, pengine wataongojea. Na ukiona kwamba kidogo yule mbunge anayeitwa Mohamed nani, kuna mbunge alisema ambaye ni wa karibu sana na Raila,
Aliweza ni msemaji. Mbadi. Chana na Mbadi. Kuna mwingine Suna wa Suna anaitwa Ni Junet. Naam. Junet Mohamed alisema kwamba kidogo hawezi ditch ama hawezi ingia kwa coalition bado sasa hivi, wataingia huko mwisho wa hii era ya Uhuru Muigai Kenyatta. Unakumbuka kwamba kiongozi ambaye ni wa wafanyikazi Koti Francis Atwoli. Unajua yule akisema ashasema ile, unajua afichangi maneno. Alisema kwamba lazima referendum ifanyike hata kuwe nini. Usiseme lazima. Na wewe usianze kusema ni lazima. Ile ndio wanasiasa tu. Na nukuu maneno yake. Nukuu tu maneno. Yale ambayo alikuwa akiyasema yamekuwa yakitendeka. Sasa alisema kwamba lazima kwa njia yoyote ile referendum ifanyike kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2022. Hata ikishindikana pale wasongeze mbele uchaguzi wapate muda wa kufanya referendum. Sijui nisemaje, sijui nimuite mwanasiasa, sijui si mwanasiasa. Kwa hivyo usije ukasema lazima pia wewe. Maneno yake, mimi nimesema lazima, hiyo ni maneno yake si yangu. Na nukuu maneno yake bila. Umesema akisema amesema. Yule akisema tu, unajua yule apendi kuficha maneno. Na yule huwa mambo mengi ambayo amekuwa akiyasema yamekuwa yakitendeka pale. Hivyo sasa sometimes kuna kaukweli fulani, kuna percent kaukweli pale ndani. Kwa hivyo tutumie jina pengine. Na mseme lazima wewe. Yeye ndiye anasema lazima. Lazima. Katika ukurasa huu wa 4 ni habari za county, pale ambapo nitaenda kwa kasi kidogo sababu hatuna muda. Nasema kwamba Isiolo County shule yafungwa, hali ya usalama ikizidi kuzorota. Katika Vihiga County nasema kwamba koti yazima hatua ya kutimua mawaziri. Katika kaunti ya Nairobi wanasema kwamba familia zilizopoteza nyumba kwa moto asijapata fidia yeyote. Huku katika kaunti ya Bungoma wakisema kwamba madereva wakwama kwenye mpaka wa Malaba wakisubiri kupata vibali vya kuendelea na safari. Wakisema kwamba Baringo County kuna mwanakwaya mmoja ambaye alishtakiwa kwa kumnajisi mwanafunzi mwenye umri wa miaka 17. Mwanakwaya huyu ana umri wa miaka 43 na amekuwa tu akiimbisha gitaa kanisani pale alipomchafua mwanafunzi huyo mwenye umri wa miaka 17 ama 17 na mwenye alikuwa kidato cha pili. Hayo ndio yameneswa katika ukurasa huu wakisema kwamba habari za kaunti zinaendelea. Lamu wakisema kwamba wavuvi washauriwa wawe waangalifu msimu wa mvua. Eldoret wanasema kwamba wajane walia kuhusu mawakili na masorofea wazio waadilifu. Huko wakisema kwamba Malindi kijana ajeruhiwa baada ya kushambuliwa na kiboko. Hayo ndio baadhi ya habari ama hizo ndizo baadhi za habari ambazo zimechapishwa katika ukurasa huu wakisema kwamba kuna shule ambayo ni Nanyuki School. Na nikidhani mwanafunzi wa kwanza alitoka pale. Wanasema kwamba hii shule ilikuwa wanafunzi 1154,540 ama 24 walikuwa wametuma ombi la kuingia pale. 154,524 walikuwa wametuma ombi la kuingia pale Nanyuki School. Sijui ndio ilikuwa shule ambayo wanafunzi wengi wameomba nafasi pale. Wamesema kwamba shule hii inafaa ama ina uwezo wa kuwa na wanafunzi 1,000 peke yake. Sasa sijui itakuwaje 1,154 wataingia wapi. Wanasema kwamba walikuwa washaomba nafasi pale katika shule hiyo ya Nanyuki School. Katika ukurasa wa 6 ni habari za dunia pale ambapo wanasema kwamba kuna aina mpya ya virusi vya corona ambayo imeibua hofu pale India. Nilikwambia kwamba kuna hii aina inaitwa kama Delta Plus. Hii ni aina mpya ambayo imekuwa ikisambaa na ikiua watu wengi mno nchini India. Wanasema kwamba watu milioni 30 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona nchini India, kati yao wakiwa ni watu 390,600 wakiwa wamefariki. 390,600 people washafariki pale India. Na watu milioni 30 washaambukizwa virusi vya COVID-19. Na huko wakisema kwamba jana India ilithibitisha visa vipya 50,000 na watu 1,358 wakaweza kuiaga dunia. Hii variant mpya ambao wanaita kama Delta Plus wanasema kwamba inasambaa kwa kasi mno
na ina makali zaidi ya variant zote ambazo zimewahi shuhudiwa. Nasema kwamba variant hii thibitishwa kuingia pale Marekani, ishaingia India, ishaingia nchi zingine kama Nepal, China, Ubelgiji, Marekani, Japan, Urusi, Uingereza. Hizo ni baadhi ya mataifa 10 ambayo yamesha detect variant mpya ya Delta Plus. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 6, ukurasa wa 7 ukiwa ni jaribio la mtihani. Tutaingia ukurasa wa 8 ili kuweza kuangazia zaidi. Na moja kwa moja niangazie ukurasa wa 6 gazeti hili la The Standard. Hapa ndo tunaangazia kwamba hakutakuwa na new constituencies before polls. Hii ni kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022 kutokana na IEBC ama tume ya IEBC. CEO ambaye ni Hussein Majana anasema kwamba kuna shida ya kifedha, na sasa hivi wanasema kwamba hata hawezi anzisha pengine campaign za kuhamasisha watu waweze kushika kadi za kupiga kura. Kwa hivyo wanasema pengine wataambia wanasiasa waambie wa vijana wapige kura, washike ama wajisajili na tume ya IEBC liweze kupiga kura. Hayo ni katika ukurasa huo wa 6. Ukurasa wa 7 kwa kasi zaidi bado tunaangazia jinsi mafuta yanaendelea kuongeza hapa nchini Kenya. Hadi kuna ule mbunge wa Kimilili Didmas Barasa ameuliza kwamba ni vipi mafuta yanaendelea kuongeza bei huku Uganda bado mafuta yako pale pale. Mtanukuu tu yale ameuliza, why is fuel cheaper in Uganda than it is in Kenya, yet Uganda gets fuel through the port of Mombasa? Inakuaje? Manake ni hapo ni kiingilio tu kimoja. Inakuaje? Kwa hivyo wabunge wataketi chini ili aweze kufanyia uchunguzi jinsi mafuta yanatozwa ushuru na kuhakikisha kwamba wanaweza pengine kusimamisha bei ghali ya mafuta. Kurasa wa 7 huo. Kurasa wa 8 moja kwa moja hapa tunaangazia the treasury ama hazina imeweza kuachilia shilingi bilioni 43 kwenda kwa kaunti mbalimbali ili iweze kuhakikisha kwamba zile kazi za kaunti zinaendelea sambamba. Hii kutokana na yale ambayo yametolewa na magavana mbalimbali ya makaunti mbalimbali wakisema kwamba pengine watasitisha kazi kutokana na kukosekana kwa fedha. Kutokana na habari ama taarifa walioitoa walisema kwamba shilingi bilioni 102.6 hazijatolewa kutokana na treasury, kufanya kwamba kazi nyingi ama tuseme programs mingi za serikali za kaunti zimekwama kutokana na kukosa kwa fedha hizi. Kurasa wa 7 vile vile kunradhi, kurasa wa 9 hapa ndo tunaangalia Magoha. Huyo ni waziri wa elimu George Magoha ambaye amesema kwamba kidogo kuna wale ameanza kusema kutakuwa na kufungwa kwa shule in the Lake Basin side kwa zile kaunti 13 kutokana na ugonjwa wa COVID-19, lakini aliweza kusema kwamba hakutakuwa na kufungwa kwa shule jinsi watu wanavyosema. Hayo ni katika ukurasa huo wa 9. Katika ukurasa huo wa 8 sioni taarifa anasema kwamba Speaker Muturi awe chanzo cha Mount Kenya au Mlima Kenya kusema kwa sauti moja. Huku katika ukurasa wa 9 anasema kwamba kuna mhubiri mmoja kutoka maeneo ya Chamasiri, hiyo inapatikana pale Teso. Mhubiri huyu wa eneo hilo aliweza kufokewa na wakazi ama waumini wake pale ambapo inasemekana kwamba muumini huyu amekuwa akiwala kondoo wake. Kama umeajilia mke wako aende kanisa pale, huyu pastor lazima amnyemelee. Sema kwamba vidosho wote ambao walikuwa kanisani ashapitia wote. Sema kwamba mhubiri huyu alikuwa katika hafla moja pale ambapo muumini mmoja aliweza kumfokea akamwambia kwamba tunakuangalia, si eti hatujui, tunakuangalia na tunakungoja ili tuweze kukuadhibu. Huyu mhubiri aliweza kutoroka mbio. Sasa akaweza kusema kwamba apiwe transfer kwenda kwa kanisa jingine. Anasema kwamba kondoo wote, vidosho wote kanisani ashapitia wale. Mazambuli bedena niliona sana, unapata pengine linafanyika hata si kwa mapasa tu. Unajua, unapata hata mwalimu, pengine mwalimu wa primary ameweza kutenda hayo maovu, amepachika watoto zaidi ya 5 mimba shule moja. Kwa hivyo inafanyika kwamba ule mwalimu inafika anapewa transfer, unaona.
Pengine unajua akienda ile shule lingine vile vile anaenda kufanya the same thing. Pigo transfer ameacha hiyo maneno. Bado unajua kuna siku Jeremiah alikuwa anasema Jeremiah Orina Mtiri. Anasema kwamba hawajafunza macho yao kuangalia vizuri. Kumbe kuna kufunza macho kuna namna spiritual. Kwa namna ya kusoesha macho yako. Anasema kwamba au baadhi ya hao wahubiri bado hawachafunza macho yao vizuri. Training the eyes. Yeah, training the eyes. Juu wanafaa kuyafunza vipi? Lakini najua pia wao ni binadamu. Binadamu. Najua mambo ambayo huchangia maneno kama hayo ni namna ambavyo mtu anachikaisha na vile anafaa mavazi. No, si hivyo. Unajua kama wewe umeshaitikia wito wa kuwa mhubiri, upuzi wote unaacha. Unaona? Huwezi kuwa wewe ni mhubiri bado unaenda kule baa kunywa. Unaona? Ukiwa mhubiri hiyo thirst ya wanawake, thirst ya pombe inaisha tu automatically. Kwa hivyo kama bado kuna hilo jicho la kuangalia mabibi za watu, inamaanisha kwamba wewe mwenyewe haujaokoka. Wewe mwenyewe unajiforce tu kwa hiyo kazi, unaona? Mimi unajua kivyangu naona tu kwa mfano nikigundua haya yanafanyika na nihakikishe kwamba haya yamefanyika, mimi hata hilo kanisa siwezi hudhuria. Na unajua shida ni ile kwamba sisi binadamu tunazoona kwamba huyu mhubiri yenyewe hapa kidogo hafanyi vyema na bado uko pale akita watu njooni niwaombee sasa muombee mfanikiwe. Kwa kifungu kwa Biblia kinasema kwamba fanya na vile nitakwambia lakini si vile ambavyo mimi nafanya. Makosa. Kurasa wa 10 ndio. Kurasa wa 10 wangu hapa naangazia kidogo ni barua zile ambazo zimeandikwa na Wakenya pale ambapo wanasema kwamba waliosajiliwa na vyama bila idhini wafaa kushtaki msajili kotina huko wakisema kwamba wasomi ndio watende maofu. Hiyo ni barua nyingine. Wanasema kwamba Ruto akosea kukaidi kanuni za kudhibiti msambao wa COVID-19. Wanasema kwamba manaibu wakuu pia wasimamie mitihani ya NEC. Wakisema kwamba tukumbuke wa alama ya D. Pia wanasema kwamba wale wanafunzi ambao walipata alama ya D wakumbukwe. Hatua nzuri Waziri Magoha alichukua ya kusema kwamba wale ambao wanatumia gari ama wale ambao wanatumia gari za shule waweze kukatazwa. Hiyo ni baadhi hizo ni baadhi ya barua ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu wa 10. Ukurasa wa 11 ni kuangazia kilimo pale ambapo wanasema kwamba akili ni mali. Kuna jamaa mmoja Newton Owino ambaye alikuwa anatengeza viatu na bidhaa zingine kutoka kwa mifupa ama mabaki ya samaki ambaye amezoa shilingi milioni 15. Anasema kwamba alianzia na shilingi 1000. Alianza kufanya biashara hiyo mwaka wa 2012, lakini kwa sasa hivi biashara yake imekuwa na fedha ambazo ni dhamana ya shilingi milioni 15. Hizo ni baadhi ya taarifa ambazo zimeangaziwa katika ukurasa wa 11, 12, 13. Naam. Mwisho gazeti la The Standard hapa naangazia ministry to connect internet to all learning institutions. Itakuwa ni vyema zaidi. Nitanukuu yale ambayo yamesemwa hapa. Joy Msheru ambaye ni ICT Cabinet Secretary anasema kwamba part of what we've been doing as a ministry is ensuring how we can get fiber to all the schools. This first phase is to connect the schools with the fiber because it offers better connectivity. Kwa hivyo ni kama mambo yanaendelea kubadilika, na ikiwa kwamba kila shule itakuwa na network internet connectivity itasaidia vyema tena. Na pengine sijui naweza sema pia inaweza leta laxity. Walimu watakuwa wanaingia mtandaoni wanasahau kazi. Naam, hiyo ndio shida pia, lakini pengine itasaidia kufanya utafiti na mengine mengi. Kurasa wa 10 kurasa wa 17 nitaruka hadi kurasa wa 17 manake hapa ni matangazo tu. Kurasa wa 17 hapa ni maoni kama kawaida. Leo hii jambo limeangaziwa kwamba kuna yale ambayo kiongozi wako mwenye unampenda zaidi wewe amesema ambaye ni Atuoli. Alisema kwamba kuna uwezekano kwamba uchaguzi wa mwaka 2022 utasitishwa kidogo, utasogeshwa mbele. Maoni yametolewa kwamba should the 2022 general election be postponed. Ni swali tu, ni maoni ya Wakenya mbalimbali. Kuna wale wanasema ni vyema zaidi. Kuna yule anasema kwamba hapa kwamba hajawahi afikiana na maoni yake Francis Atuoli, lakini kwa hili la kusogesha ni vyema zaidi. Na vile kuna wale anasema kwamba hamna haja kutokana na katiba
Article 102 section 2 wanasema kwamba kidogo bunge linaweza endelezwa mbali na kiwango ama kipindi kile kimewekwa kwenye katiba ikiwa kumekuwa na vita. Lakini sasa wanasema hapa Kenya hamna vita. Kwa hivyo hakuna haja ya kuextend parliament. Kwa hivyo itakuwa si vyema zaidi ikiwa uchaguzi wa mwaka 2022 utasogeshwa mbele. Sijui maoni yako ni yapi. Hiyo ni article 102. Article 105 inasema kwamba lazima uchaguzi ufanyike Jumanne ya pili mwezi wa 9 ama mwezi wa 8 Agosti kila baada ya miaka 5. Each and every second Tuesday 9th August baada ya miaka 5 lazima uchaguzi ufanyike. Sasa sijui watafanyaje. That's why wanataka wakifanyia katika marekebisho itabidi uchaguzi umeahirishwa. Lakini kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka jana aliweza kusema kwamba yeye hataki. Angeomba kwamba uchaguzi uwe pale venye ulikuwa. Ni sawa tu, ni hayo tu kwenye ukurasa huo wa 17 maoni gazeti la The Standard. Nikiangazia ukurasa huu, kumbuka kwamba tulisema leo Zabari leo nilisema kwamba watu wa Subaru wafanye maneno. Ndio imeangazia katika ukurasa huu wa 15 pale ambapo wanasema kwamba kuna madereva 58. Naam. Ambao wanashiriki katika mchezo huu wa Safari Rally. Wanasema kwamba kuna mwanamke mmoja tu kati ya hao madereva, kuna mwanamke mmoja peke yake wa kipekee ambaye anajulikana kama Maxine Wahome. Anasema kwamba yeye ndiye atakuwa wa mwisho kuondoka pale KICC. Na kuna madereva wengine 57 ambao ni wanaume. Kumbuka kwamba wanatoka katika nchi tofauti. Kuna yule ambaye anatoka Japan, kuna wale wanatoka Finland, kuna wale wanatoka nchi Mzwidi, wako wengi. Wanasema kwamba wataanza mchezo huo mwendo wa saa 6 sasa mchana leo, na watamaliza mchezo huo siku ya Jumapili. Lakini sehemu nyingi ambazo zitakuwa zinatumia katika mchezo huo ama uendeshaji huo wa magari wa Safari Rally itakuwa inafanyika katika kaunti ya Nakuru pale katika eneo bunge la Naivasha. Barabara nyingi pale zitakuwa zimefungwa. Hayo tu ndio alikuwa ameangaziwa katika ukurasa huu ama gazeti hili zima la Taifa Leo. Kumbuka kwamba tutakutana katika mpango mzima wa Seria Botaka kuanzia mwendo wa saa 4 hadi pale saa 7 pale ambapo tutaangazia story yangu, tutakimbia pale madukani, tutaangazia mambo mengi pale, tutasemeshana pale. Hivyo mark your date and your time. La kwangu ni Fidel Omocho. Na shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi tangia tuanze hadi sasa hivi. Nimekuwa magazeti la kwangu lilikuwa la The Standard pamoja na Taifa Leo, na vile vile gumzo tulikuwa nayo. Kumbuka pia haya ni maoni yetu tu. Wanasema kwamba kwa lugha ya Kiswahili wanasema kwamba siasa ni nsensi. Kumaanisha kwamba tuna mitazamo tofauti. Pengine mbunge wako amefanya kazi vyema, mimi naona hajafanya vyema. Kuna yule anaona vile vile hajafanya kazi vyema ama hajafanya kiwango cha kile ama hajafanya kiwango chenye kinahitajika. Kwa hivyo haya ilikuwa ni maoni yetu tu. Tukutane hapo kesho sana wakati kama leo magazetini ili tuweze kukujuza yale yaliyopo. Jina langu ni Edwin Mukaya. Kumancho matagarari samarieta nguru kusaru nchangu igontegerete radio station ekuruka bagusi Global Radio asenge ncho yobasemia inde tonyaka batogo serio botaka seito gusi na inche kurwali karo kan kuru kweli